Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe ni mtoto wa Mungu. Hiyo ni status ya hali ya juu sana. Usitishiwe na chochote, wewe ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Ndio. Sikiliza tena hii. Ukurasa wa 14. Iwapo wanadamu wanadharau chanzo cha tumaini na msaada kwa jamii iliyoanguka, ndoto za maendeleo yao ni bure na bidii zao zote kwa ajili ya kumwinua mwanadamu ni bure. Narudia tena. Iwapo wanadamu wanadharau chanzo cha tumaini na msaada kwa jamii iliyoanguka, ndoto za maendeleo yao ni bure na bidii zao zote kwa ajili ya kumwinua mwanadamu ni bure. Leo katika vitu ambavyo tutafanya leo hapa, tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kazi na biashara zetu. Haleluya. Lengo langu kubwa ni nini? Nahitaji kurudisha jamii ya kibinadamu kwa hiki ambacho kimesemwa hapa, ya kwamba hata kama ufanye kazi kiasi gani, kama unaenda nje ya chanzo ambacho ni Mungu, kazi yako ni bure. Bwana asipojenga nyumba ajenge afanya kazi. Bwana asipoulinda mji wakesha namna gani? Bure. Sikiliza, kuna tofauti ya kuwa na baraka na kutajirika. Ni vitu viwili. Unaweza ukatajirika lakini huna baraka. Tazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue kidogo. Amesemaje? Yaani ni kwamba haijalishi una hela kiasi gani kwenye account, kama hizo hela hazina baraka hutazifurahia. Lakini zikiwa na baraka utaona raha ya kuwa na hela. Ndio maana hatupigi kelele kwamba Mungu akupe pesa, tunaomba Mungu akupe baraka. Maana baraka ya Mungu inatajirisha. Na utajiri sio kama dunia inavyosema, ni kama Mungu anavyosema. Dunia inatafsiri utajiri kuwa na magari, kuwa na majumba. Unaweza ukawa na hivyo vyote lakini una stress. Mtu yeyote aliye ndani ya Kristo ambaye amebarikiwa katika jicho la kiroho, baraka ya Mungu haichanganywi na huzuni ndani yake. Haleluya. Haka kitabu msione kwa nini nakapigia debe, kalibadilisha maisha yangu haka. Kuna kipengele kimoja hapa anasema kuhusu shetani na tabia yake mbovu. Anasema Mungu hafurahii kuona watoto wake wana huzuni. Yaani tena anasema wanatia aibu mbele wasiomjua Mungu. Yaani una huzuni mpaka asiyemjua Mungu anasema sasa tofauti ya wewe na mimi ni ipi? Wewe ulitarajiwa uonyeshe sura tofauti. Sasa siku moja wakati naisoma hii nikaruhusu maswali. Katika maswali moja hapo akauliza, nasema mchungaji, sasa utafurahije wakati una matatizo? Amani na waachieni ni wapavyo mimi, sio kama ulimwengu fanya nini? Tena dokta umenikumbusha kuna sentence nimeiacha hapo, bora umeitamka na mimi nikaichukua vizuri. Amani na waachieni, amani yangu. Haleluya. Ninawapa. Neno ninawapa katika lugha ya asili, wale mnaopenda kuchunguza unaenda ukaiona. Neno ninawapa sio neno ninawapa kama kutoa kawaida. Neno nawapeni maana yake ni urithi unaotolewa mtu anapokufa. Kwa ukitaji ujue kwamba Yesu alikuwa na amani gani ambayo wewe unatakiwa uionyeshe kwa ulimwengu ni hii. Katika dhoruba inapiga kwenye boti, maji yanaingia ndani, Yesu amelala. Mchungaji, sijakuelewa. Sio kwamba huna matatizo, ila huyaogopi. Haleluya. Haina maana kwamba una ada za watoto, kila kitu kipo kwenye akaunti. Hakuna. Kuna saa hakuna kabisa, hakipo. Ukichungulia akaunti kule hakuna kitu. Message imekuja unaambia walipia watoto ada, huna. Na ukitazama vizuri unaona kama vile naongea na wale ambao unakuta wewe ni single parent, ni mjane. Wengi wako katika kundi hili. Unasema sasa mimi ni mjane itakuwaje? Hapana.
Nani aliyekudanganya ya kwamba wewe ni mjane? Wewe sio mjane, wewe una mume anaitwa Yesu Kristo. Usianze kujiita majina ambayo hayapo. Kasome kitabu yako ukamalize vizuri. Moja ya sentensi katika sura za mwisho mwisho kule, mtu yeyote anayependa kujadili matatizo anayavuta. Bwana vipi, unaendeleaje? Tunapambana. Nimesoma hapa ipo. Na kuna kasalamu na mimi nakasema kila siku ili watu waache kunisalimia na kasalamu. Kwa kweli ukinisalimia na hako naweza tu nikakujibu kwa kuona watu wanaozunguka ili nisije nikakutia aibu, lakini wasikapendi. Za mihangaiko. Yaani niko kwenye utume wa Mungu na niambia nahangaika. Si hangaiki. Kumtumikia Mungu ni raha. Haleluya. Hakuna kuhangaika. Mtoto wa Mungu uliyeko hapa nikwambie, hata kile ambacho unakiita hasara, watoto wa Mungu hawaingii hasara. Huo msamiati usije ukausema kwenye mdomo wako. Chochote ambacho unadhani kilipotea kitarudi na faida yake. Hatupotezi kitu, maana hata hivyo vitu vyote ni vya Baba ametupa. Mungu hapotezagi vitu vyake bwana. Hakuna kitu kama hiki. Mungu atusaidie sana. Badilisha unavyotamka, badilisha unavyojitamkia, badilisha unavyojisikia moyoni. Yaone mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo. Hapa naongea na mtu ambaye umewekewa majungu, hata ofisini kule wamekuwekea majungu mpaka umefukuzwa kazi au unakaribia kufukuzwa kazi. Usijipe stress. Acha msongo. Kwa sababu gani? Kuna vitu vingine ukijihangaisha huwezi kubadilisha, ila muache Mungu, yeye ndiye abadilishe. Ukurasa wa 91, sikiliza. Inatisha kidogo hii. 90 sio? Nianze na 90. Malaika wanasikiliza aina gani ya taarifa unayoichukua kuhusu Bwana wako wa mbinguni. Hebu mazungumzo yako yamhusu yeye anayeishi, ili awaombee wale wanaokuja mbele za Baba. Unapomsalimu rafiki, hebu sifa zinazomhusu Mungu ziwe katika ndimi zako na moyo wako. Hii itavuta mawazo yake kwa Yesu. Mmeona kwa nini nakataa salamu ya mihangaiko? Haiko hapa, imekatazwa. Tena wanasema unapomsalimia rafiki yako, bwana hapa ndipo unapofanyia kazi. Tumejishikiza. Malaika wanasema tusimbariki maana amefanya nini? Nimenukuu kitabu chetu hiki hapa hiki. Asema wanasikiliza malaika. Wanasikiliza kabisa. Usipende kujitamkia mambo ya ajabu ajabu. Hapana. Hapana. Kuna kaklipu fulani sio mlikaona kama mama moja Mnigeria, ila na yeye amepitiliza. Yuko kwenye lift. Bwana mmoja akaingia kwenye lift pale pap, akamuuliza, "Are you going down?" Akamwambia, "No, I'm going up in Jesus name." Yaani hakuna kushuka. Mimi naendelea kwenda wapi? Juu. Hivi umefikia kiwango ambapo unajibariki wewe mwenyewe badala ya kusubiri ubarikiwe na mtu mwingine. Kuna watu kule kazini mnapambana na watu ambao kila siku anakukosoa. Kila siku anakukosoa, boss anakukosoa. Utaleta kazi kabisa, boss anaitazama anakuambia, "Hivi na umefanya kitu gani hapa?" Ukitoka hapo unahuzunika, unaenda kulia. Mwingine anajifungia ofisini kabisa na Mungu. Kwa nini ananisumbua kiasi hiki? Kwa nini? Mungu nitetee. Yaani unalia badala ya kushangilia. Oh, pastor unashangiliaje hiyo?
katika kila shambulio kuna baraka iliyojificha. Katika kila mwiba kuna ua liko ndani yake. Tunapohitaji ua, tunakata miiba ili tuingie kwenye ua. Sasa mchungaji, nafanyaje hapa? Ni rahisi namna hii. Amekusema bosi, kuwa na moyo wa upole, usimjibu vibaya bosi wako, mpe heshima kabisa. Tulia, nyamaza kimya, omba ndani ya moyo, mwambie Mungu, nipe moyo wa uvumilivu, nipe moyo wa uvumilivu. Ukitoka hapo, ingia ndani kwenye chumba chako, badala ya machozi mwambie Baba, katika kila neno baya ligeuze liwe baraka kwangu. Tena ukiweza zipokee baraka hizo kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Utaona baraka zinakushukia. Ni kweli Mwokozi wetu alikuwa mwenye huzuni, ajuaye taabu, kwa kuwa alichukua huzuni zote za wanadamu. Lakini ijapokuwa maisha yake yalikuwa ya kujikana nafsi na yenye utusitusi wa giza na masumbufu, roho yake haikupondwa, uso wake haukuchoshwa na sura ya huzuni na malalamiko. Bali alikuwa na amani na utulivu. Moyo wake ulikuwa kama chemchemi ya uzima. Popote alipokwenda aliwatilia watu raha, amani, furaha na shangwe mioyoni mwao. Alikuwa mwenye moyo wa juhudi, asiye na chuki wala mwenye uso mzito kamwe. Maisha yao wanaomfuata Mwokozi yatakuwa na kusudi jema. Watafahamu jinsi walivyo na mzigo wa kuwa mfano wake mbele ya wengine. Hawatakuwa na utovu wa staha na mzaha wa kishenzi, kwa kuwa dini ya Yesu ni yenye adabu na ya ustaarabu, ni dini ya amani. Dini hii haizimi furaha wala kuzuia ukunjufu au vicheko vya upendo. Mimi niliwahi kukemewa na mchungaji mwenzangu. Tunaenda tour moja ya kihistoria kule Uganda, wana theolojia na watu wengine. Watu wanapiga story, wanacheka wacha. Na mimi nikapiga story na wenzangu nacheka. Yule pastor alivyoniona wakati tunashuka kwenye gari, kanambia, Pastor Mbaga, njoo. Kwa kweli katika watu ambao wameni-inspire na kunivutia ni wewe, lakini leo. Nikamwambia, ndugu yangu, nimefanya nini? Asema, na wewe unapiga story mnacheka. Nikamwambia, kwa nini? Alisema, Yesu alicheka wapi? Hivi mnajua hii ambayo mnaita meza ya Bwana leo sasa hivi, kibiblia inaitwa ushirika mtakatifu. Asili yake ni kwamba walikuwa wanamega ule mkate nyumba kwa nyumba mara ya kwanza. Walipoona waumini wamekuwa ni wengi, haiwezekani kuzunguka, ndipo wakaanza kumega mkate kanisani, katika mahekalu, masinagogi yao ya Wakristo wakati huo. Ushirika mtakatifu ilikuwa ina maana kwamba watu wanakula pamoja, watu wapo kwenye furaha. Sikilizeni niwaambieni, habari ya kuweka dini kuwa mzigo sio mpango wa Mungu. Sasa ndugu yangu, kama unateseka hapa duniani, hivi mbinguni kweli utaenda kwa staili hiyo kweli? Yaani mtu amehuzunika, ukimuuliza sema, kwa kweli shetani anashambulia sana. Shetani ndio anashambulia sana, lakini aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wao. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndiyo, sikatai matatizo yapo, lakini focus kwa Kristo kuliko kufocus kwa matatizo. Kwa kutazama unabadilishwa. Unachokitazama utafanana na hicho kitu. Mimi sikujua, natoa hili tu kwa ajili ya kufundishia. Sina nia nyingine yote ndani ya moyo wangu, Mungu ni shahidi. Nilikuwa nachunga pale Dodoma. Tulikuwa tuna shule moja iko pale nje. Binti moja wa Kiislamu alikuwa anafanya kazi pale ndani kwenye ile shule. Mimi sikujua kwamba kumbe ile nakuja ofisini na hudumia watu wanaondoka, yeye ana monitor kila wakati. Mwishoni amemaliza muda wake, anaondoka. Akaja na baibu yake mpaka pale ofisini, anasema, mchungaji, ninaondoka, lakini natamani kuambie neno moja kabla sijaondoka. Kaambia sawa. Asema, tangu niji hapa kwenye kanisa lenu kufanya kazi, ninakuona unakuja unapaki gari hapa, unaingia unahudumia watu humu ndani. Hakuna siku hata moja nimekuona umenuna au una msongo. Siri ni nini?
Nikamwambia Yesu. Akasema hapana. Nikamwambia Yesu, hapana pastor, kuna kitu cha ziada. Nikamwambia hakipo. Sio kwamba sina matatizo, ila nimeamua, haleluya, nitafocus kwa Kristo peke yake. Ukimtazama Yesu, matatizo yanayeyuka. Sasa Yesu wakati anafundisha wanafunzi wake siku moja, akawa ameongea neno ambalo ndio natamani leo tuliangalie kwa dakika chache, alafu tuingie kwenye maombi. Alikuwa anaongea na wanafunzi wake, anatumia mafumbo. Mpanzi alienda, kulikuwa na kondoo sui na hivi. Wanafunzi wa Yesu siku moja wakambana mahali, wakamwambia, mwalimu, kwa nini unaongea nao kwa mifano? Kwa nini? Yesu akasema, kusikia wasikie, lakini wasielewe. Nilidhani kwamba umekuja ili watu wote waweze kuelewa. Anasema ila ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, siri za, ila wao hapana. Sasa kwa nini unaongea mafumbo? Nikana kwamba Yesu anasema wakinasa wakajua ninachowaambia ninyi, lengo langu ni kuwafundisha ninyi, ila kuna majamaa yako hapa sitaki yajue, yakielewa yakienda kufanyia kazi, mmekwisha. Hii ni kwa ajili yenu. Na hata ninavyoongea hapa, sio kila mtu atakayeelewa sasa, vingine utaelewa baadaye. Kuna vingine nitaongea hivi, mchungaji anaongea kitu gani hapa? Nakupa mfano sasa hivi. Tuchukulie wewe ni Labani, sio Labani mzee wa kanisa. Labani yule mkwe wa Yakobo, si mnamkumbuka vizuri Amempa Yakobo kazi ya kuchunga kondoo na mbuzi. Mshahara waliokubaliana ilikuwa ni kulipwa wanaozaliwa, sawa sawa. Na mshahara wa kwanza ilikuwa wale ambao wako safi kabisa, hawana madoadoa, hao ndio ambao ni wa Yakobo, wakazaliwa wengi. Mzee akageuza kibao, akasema sasa awamu ijayo wenye madoa ndio wa kwangu. Kibao kageuka tena. Kilipogeuka sasa, Yakobo akachukua mti wa mlozi kwa maelekezo ya Mungu kabisa, akakata ule mti ukawa na mabaka, akaenda akaweka kwenye maji ambapo wale wanyama wanakunywa. Na tazama, wanyama walivyokuja kunywa maji wakiwa na mimba, watoto wote wakawa na mabaka. Wewe ni Labani, unaona hicho kitendo uko mali umetulia, unashangaa jamaa anachukua kamti, anavipanga vizuri kwenye maji, afu anakaa pembeni, anatulia, anafukuza, wanaenda wanakunywa maji. Kesho kuto unashangaa wa mabaka ndio wamekuwa wengi. Utamuitaje Yakobo? Hii story tunakuja kujua baadaye kwamba ilitokea katika ulimwengu wa roho. Sikiliza vizuri hapa. Ulimwengu wa mwili unaongozwa na ulimwengu wa roho. Haleluya. Ukitaka ujue ilitokea katika ulimwengu wa roho, kitendo cha kimwili ilikuwa ni kubonyeza batani tu ili kutimiza kitu ambacho kipo tayari. Kumbuka nimeanza na siri za ufalme, tuko sawa sawa Yakobo baadaye kabisa, wakati mgogoro umekuwa ni mkubwa mpaka anafukuzwa. Ukisoma kile kisa, ndipo anasimulia akiwaambia watoto wa Labani, akamwambia, mimi sijamuibia baba yenu, nilitenda haki kabisa kwenye habari ya kutunza wanyama, Mungu akanibariki. Alikubarikije? Anasema alipogeuza kibao akaanza kusema kwamba wale wenye mabaka ndio wa kwangu, maana wamekuwa ni wachache. Anasema, natazama katika njozi ya usiku niliona. Mungu atusaidie sana. Katika njozi ya usiku nilifanya nini? Uliona nini? Anasema niliona kulikuwa na wanyama, mbuzi wengi na kondoo, na tazama mabeberu yaliyokuja kuwapanda yote yalikuwa na mabaka. Lini uliona? Katika ndoto.
Kwa hiyo ikawaje? Yaani ulivyokuwa unaona kwamba natengeneza vile vifimbo kama uliona, ilikuwa ni kutekeleza tu ambacho kimetendeka tayari. Haleluya. Watoto wa Mungu mlioko hapa, huwezi kushinda ulimwengu wa mwili kabla hujashinda ulimwengu wa roho kwanza. Mrudieni Mungu wenu. Rudi kwa Mungu. Ushindi unapatikana hapo kwanza. Na usije ukainua kazi, ajira kuliko Mungu aliyekupa ajira. Wakikutishia kwamba ajira yako inapotea, usijipe msongo kana kwamba maisha yako yanategemea ajira. Kupambana kwetu si juu ya damu na nyama. Hatupigani na binadamu. Umewahi kusoma andiko wakati Yesu anaongea mfano wa magugu? Mnakumbuka nimeanza na kwa nini unaongea nao kwa mafumbo? Anasema kusikia wasikia lakini wasifanye nini? Watoto wa Mungu sikilizeni, hili andiko lina fumbo ndani yake, lakini ukilielewa utaelewa vizuri. Umewahi kuona Yesu anaongelea habari ya mpanzi? Mpanzi alienda kupanda, akapanda, hiyo tuiache. Lakini akaja kuna story nyingine anasema yameota magugu. Wanafunzi wakauliza swali, nani aliyepanda magugu? Mbona uliweka mbegu njema? Sikiliza majibu ya Yesu sasa. Anasema adui ndiye aliyekuja kufanya nini? Kupanda. Sasa ukiendelea kudadisi zaidi huko mbele ndipo anaelezea, anasema usiku watu walipolala. Mtazame jirani yako, mwambie unaanza kupata picha kidogo. Amesemaje hapo? Bado vitu vyote vinatendeka usiku. Mwenye sikio na asikie. Usiku watu walipolala. Sasa wewe ngorota tu. Na kuna wengine kati yenu hapa Mungu amewapendelea kweli kweli, hamjui upendeleo mliopewa. Unajikuta saa 9 bila simu, bila saa, unajikuta tu uko macho, alafu kazi yako ni kwenda tu kule. Halafu unarudi unalala tena. Lala yako yenyewe unautafuta usingizi, unakuta hauji, unakazana hauji, unaanza kuwaza matatizo. Vikoba sui nini, sasa yule mama kesho nampigaje chenga. Kumbe Roho wa Mungu anakushtua, anakuambia wewe, haya masaa ndio adui anapanda magugu. Amka, usiruhusu shamba lako lichafuliwe, amka. Asa moja sasa, lakini pastor, nilipoamka hata sijui niombeje. Kuna wakati mwingine Roho anakufunulia akili yako haielewi. Ukikuta haielewi, unajua wewe ni mtoto apendwaye. Usimuone Mungu kama polisi. Iko hapa. Anasema ni mpango wa shetani kuwafanya watu wamuone Mungu kama baba katili na mkali. Unawaza sasa naenda kumuulizaje? Sikiliza, mimi na Mungu, mimi unayeniona hapa, na huyo Mungu ambaye wewe unamuita kwamba ni Mungu wako, mimi ni babangu, daddy. Haleluya. Yaani nikwambie kabisa, kama ujue usijue, yaani sitaki ujue wala usijue, ni juu yako. Mimi ninachojua mbinguni napendwa. Tena very serious. Kiasi kwamba kuna saa tu kidogo tu nikisema malaika anatuma haraka, mwanangu kuna jambo. Yaani hata ukijikuna malaika anakuuliza una lolote, ambia hapana, nilikuwa tu najikuna. Haleluya. Sasa pastor, kwa hiyo unamaanisha nini? Hapa hii kitabu ni kama vile kurasa zote zimekaa hapa kwenye hiki kichwa sasa hivi. Maana nakasoma nakarudia. Anasema hivi, tusiogope kumwambia Mungu mambo yetu hata kama tunaona ni ya kipuzi kiasi gani. Mimi wanapiga naye story mpaka za ndizi za kuchoma. Una habari kwamba kuna saa ukiwa na mashaka, ni kweli ukiwa na mashaka mambo hayatokei, ni kweli.
Lakini je, una habari ya kwamba Mungu hajakuacha hivyo tu? Ukiwa na mashaka, kuna lango la neema limefunguliwa kwa mtu wenye mashaka. Unasema ni lipi hilo? Mtu mmoja Yesu akamwambia, ukiamini yote yawezekana. Jamaa akasema naamini. Ghafla akasema nisaidie kutokuamini kwangu. Straight. Ukijikuta kuna mashaka ameingia, yakija pale pale, kuna mlango wa neema huko. Kimbilia kwenye mlango wa neema, mwambie Baba, nimekuwa na mashaka, nisaidie kutokuamini kwangu. Neema itakayoshuka hapo ni hii. Andiko linasema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Sio haki yako, haki yangu. Jana nimewaambieni hapa, ikitokea kwamba nahubiri hapa mbele yenu, naongea mbele yenu masomo, mahubiri ambayo naongea hapa, lakini hayo mahubiri sio sehemu ya maisha yangu, ni usanii na nitahukumiwa. Yaani kitoka hapo Mungu ananiambia, wewe leo umesema uongo mbele ya watu. Ulikuwa uhubiri leo, ulikuwa unafanya usanii pale. Nikikwambia kwamba kuna wakati na mimi nakumbwa na mashaka, na kuambia ukweli, kuna wakati vitu vilitokea, wakati nikiwa na mashaka kabisa, na mpaka nikamuuliza Mungu, mbona hili nilikuomba, moyo ulikuwa hauko sawa sawa, nilikuwa na mashaka, imekuwaje umenitendea? Ananijibu, nilikushika kwa haki yangu mimi, sio wewe uhusiki hapa. Nilikuona kabisa umechanganyikiwa, nikaamua kuja kukushika. Mungu atusaidie sana. Sio kila mtoa sadaka atabarikiwa. Nimesemaje? Ni mpaka ajue namna ya kutoa. Matendo 20 fungu la 35. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana wetu Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa lugha nyingine, amebarikiwa anayetoa kuliko anaye. Sasa kwa kawaida sisi wote tuliokaa hapa tukubali huu kweli. Mara nyingi tunapenda sana kupewa, lakini kiukweli mwenzako anayekupa ndiye anayeongezewa zaidi. Ila ujue tekniki, namna ya kutoa. Jambo la kwanza la kuweka kwenye akili yako, ubinafsi ni asili ya shetani. Nimesemaje hapo? Ndiyo. Kuna kitabu tunakiita Counsels on Stewardship, ukurasa wa 14. Anasema the spirit of liberty is the spirit of heaven. The spirit of selfishness is the spirit of Satan. Roho ya ukarimu ni roho ya mbinguni. Haleluya. Siku hizi dunia iko, msishangae kwa nini pia matatizo yameongezeka, yamekuwa mengi kiasi. Yaani natural laws tumezivunja kiasi kwamba dunia inataka ituondoe. Hapana mchungaji, sijakuelewa. Nenda kwenye daladala, utakuta kuna bwana mdogo amekaa kwenye kiti anachati, alafu kuna mzee mwenye mvi ameshika bomba. Kwa nini usipigwe na laana? Mzee yuko hapo, gari namtikisa kabisa, yuko hivi kabisa, ameshika bomba hapo kabisa, lakini kuna kajamaa kako bize kana chati. Alafu kanaye chati naye ni mtu ambaye anamdanganya. Kijana yote mwenye akili timamu ambaye anajua hizi natural laws, ukimwona mzee amesimama kwenye daladala, unatakiwa wewe usimame, yeye akae. Haleluya. Kabisa. Siku moja nilipeleka mzee wangu pale KSMC hospitali. Nimemshika mkono hivi tunatembea. Bwana mmoja akaniona pale, akaja akasema, "Pastor, uko hapa?" Nikamwambia niko hapa. "Huyu ndio babako?" Nikamwambia ndio. "Basi mchungaji, wewe tulia pale. Acha mimi nimzungushe nikamhudumie." Nikamwambia nakushukuru sana, kuna santa kuhitaji. Ila kwa sasa acha nichote baraka. Haleluya. Ngoja niende naye hivi hivi tu, kwa sababu najua kuhudumia mzazi ni ibada. Haleluya. Ni ibada. Kuhudumia mtu ni ibada. Hivi
Hivi mna habari ni kosa mbele za Mungu chama chetu cha Dorcas kusaidia watu walioko nje kikasahau watu walioko wapi? Yaani Mungu anawaangalia tu anasema mnajidai ni wa kiroho sana. Mna mtu wenu hapa hayuko sawa sawa. Kwa lugha nyingine, kutoa kule kunataka kuonyesha dunia kwamba tuko vizuri, lakini sio hapa. Lakini kwa nini wa ndani pia kuna saa nyingine wanaogopa hata kusaidiwa na sisi? Matangazo mashemasi wameenda wamesaidia, wakitoka wasema jamani, ngoje niwaambieni kitu, tumefika hiyo nyumba viti. Sasa niwape siri mashemasi na wazee wa kanisa. Ukielewa hiki ninachokisema, mnapotembelea nyumba za washiriki ukakuta hali duni ya mshiriki mliyemtembelea, duni kuliko ya kwako pale nyumbani, kama una jicho la rohoni, subiri watu wote waondoke, wewe rudi, muulize ulikuwa na mpango wa viti, sijui kuna nini, fanya wewe kama, alafu mwambie funga nini, ondoka. Utaona kile ambacho Bwana atafanya. Mtoaji ndiye anayefaidika. Haleluya. Mtoaji ndiye anayefaidika. Andika hili, utalisoma kwa muda wako. Wakorintho wa pili 9:7. Wakorintho wa pili 9:7. Kila mtu na atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Hii ni siri ya baraka ambayo watu wengi sana hawaijui. Sasa sikiliza kidogo hapa. Ukisikia panatangazwa mchango wote kusaidia, sijui kuna fulani yuko hospitalini natakiwa tumchangie pesa ili akatibiwe, shetani anajua hii kanuni. Kwa anachofanya ni hiki, ile tumekaa tumetulia. Kuna wengine hii hali imeshakukuta uikemee. Anasema mzee wa kanisa pale anatangaza, jamani, mwenzetu amelazwa hospitali na operation itakuwa ni shilingi 600,000. Kwa hiyo tunaomba kila mmoja atoe alicho nacho ili tuweze kumsaidia. Wazo tu linakujia, hana ndugu. Wamefanya kanisa kuwa eneo la kuombea nini? Pesa. Hawa watu wengine mnawaendekeza. Mwisho unatoa baada ya kusikia mzee wa kanisa amekoleza kweli kweli. Jamani, imetoka kiasi kidogo sana, tumsaidie mwenzetu jamani, tumsaidie mwenzetu. Ndipo nasema unatoa. Sikia sasa ile andiko lilivyo. Ukitaka uvune baraka, kila tendo la kutoa liwe limetoka katika moyo wa furaha. Kwa ukiweka ile sadaka yako pale, unapeleka kanisani, unapeleka kwenye chombo, vyovyote vile style yako mimi sijui. Wengine ni kwenye M-Pesa, wengine ni kwenye kadi, itakavyokuwa. Tumia kanuni hii, utakuja kuniambia siku moja. Cha kwanza ndani ya moyo wako, kabla hujaachia ile kubonyeza send, mwambie Mungu, ninakushukuru sana, umenipa neema ya kuwa baraka kwa binadamu wenzangu. Ninakushukuru sana, umenipa neema ya kuwa hai kiasi kwamba na mimi ninatoa. Ukitoa pale, shangilia ndani ya moyo wako kwa furaha na moyo wa ukunjufu. Haleluya. Wakati mwingine kama ni sadaka zetu hizi tunapita pale mbele, wakati unapotembea anza kufurahi ndani ya moyo. Unasema sasa nitafurahije? Furaha inatengenezwa. Tengeneza furaha yako kwanza. Wakati unapotembea kwenda, waza kuna mtu hivi tunavyoongea yuko ICU, ila wewe umepewa miguu ya kufanya nini? Ya kutembea. Waza kuna mtu hivi tunavyoongea sasa hivi hapa kule Muhimbili ndio madokta wanakata mguu wake kwa sababu ya kisukari. Wewe Mungu amekupa miguu yote mingapi? Miwili, mpaka unatembea. Furahini katika Bwana siku ngapi? Mimi nilikuwa nashangaa Biblia ina vituko vingi humo ndani. Kitabu cha Mhubiri kinaeleza mpaka appetite ni karama ya Mungu. Yaani ukikuta wewe unakula, sema asante Baba. Kuna watu hawana hiyo appetite mpaka apewe vitamin B complex.
Tena ukija kwenye vitoto ambavyo vimezaliwa kwenye hizi nyumba zenye uwezo, ndio kabisa, mtaimba, mtazunguka nyumba yote, ndio kanamaliza nusu kikombe. Vingine na vitisho kabisa, nyoka. Hasa mwisho kameshazoea, maana huyo nyoka ametajwa hayupo, kanagoma. Njoo kwa wenzetu waliobarikiwa sasa, mpaka ukiweka kwenye sinia pale, wako watoto kadhaa, unaweza kupiga meza. Juma namjua, inabidi mwambie, hebu okota kwanza, uachie na wenzako. Jamani, yapo hayapo? Nimewambieni, kama una nguo umemaliza miezi 6, miezi 3, miezi 2 hujaigusa, hiyo nguo inakuletea laana hapo ndani. Mbona mnanungunika? Mnazo inakuletea laana hiyo nguo, inavuta mikosi kweli kweli hiyo nguo, ila hujui. Nasema kwa nini? Kuna watu kule Dodoma ndani hawana hizo nguo. Kuna watu kule Dodoma ukiingia ndani unakuta mtoto amevaa kaptula mpaka imetoboka, lakini ndio alionayo, anashinda nayo. Juzi nilikuwa naenda makambi Lavington, Nairobi, nikapitia kundi letu moja hapo ndani kijijini kabisa, nikaingia kwenye hilo kundi, nikasali hapo. Halijajengwa, liko tu ameweka na ni vitu hapo kidogo. Tumetoka tu pale, mtu mmoja akanifuata akasema, "Pastor, tuna mshiriki mwenzetu hajaja kanisani muda mrefu, anaumwa, yuko hapo, tukitoka hapa twende tukamwone." Nilipofika pale yule mshiriki wetu alipo, nilijikaza kwa vile ni pastor, lakini machozi yalianza kunitoka. Anaumwa kwa muda mrefu, amelala, sio kwenye godoro, ni chini, tumbo limevimba. Kwa anavyolala pale, mbavu zikiuma upande huu, anageuka upande ule mwingine. Sio kwamba hakuna watu wanaokwenda kumwona, ni wale watu ambao Yakobo anawakemea. Anasema imani pasipo matendo imekufa. Anasema, ni nani kwenu ambaye ndugu yenu anakuja yuko uchi, mnamwambia njoo tukuombe, Baba katika jina la Yesu, alafu namwambia enenda zako ukaote moto? Hiyo ni akili gani? Siwezi kuongea kila kitu mimbarani. Mungu atakusaidia we mwenyewe, na mimi napitia maisha yangu ambayo Mungu ananifundisha, napitia hayo mambo, ninayaona kwa macho. Hii huduma ambayo naifanya imenifanya hivi nilivyo, hutaelewa. Nakutana na vingi vya kutisha. Unamtazama mtu akiondoka, unarudi unapiga magoti, unamwambia Mungu, nisamehe kama kuna siku nililalamika, nisamehe kabisa, maana nimeona kitu hapa, kumbe mimi umenipendelea kwa level ya hali ya juu. Mungu atusaidie sana. Mungu ni shahidi, naongea haya ili niweze kuwafundisha, sina nia nyingine yoyote. Nilichukua pesa ya mafuta niliyokuwa nayo ya kusafiria, nikawapa wale walioko pale, nikamwambia tafadhali mtafutieni godoro, kwa sababu wakati nimepiga magoti na muombea, nipiga magoti pale alipokuwa amelala, nikapiga mimi, nikasikia maumivu kwenye magoti, nilisikia sauti ya Mungu ikinisemesha ndani kabisa, onja anachokipitia. Nikawaza mimi nikienda huko Lavington kwenye makambi, napelekwa kwenye hoteli, naenda kulala, lakini nimemwacha mtu kule yuko chini. Dhamira itaendelea kuniuma mpaka mwisho, kwa sababu mimi ni mchungaji wake. Yeye ni kweli alikuwa hata hanijui, lakini mimi ni mchungaji wake. Nikimtazama pale alipo, nasema hapana, huyu ni wa kwangu. Je, ingekuwa ni mtoto wa tumbo langu, ningekubali awe hivi? Mungu atusaidie sana. Wafanya biashara mliobarikiwa na Bwana, sehemu ya kuchota baraka ipo katika kugusa jamii. Na unapoenda kugusa jamii, usiende na hizi tofauti zetu za kimadhehebu. Usimuulize mtu kwamba we ni dini gani, haitakusaidia kitu.
Yule ni kiumbe wa Mungu, ameumbwa na Mungu, ana sura ya Mungu, yatosha. Mungu atusaidie sana. Toa kwa moyo wa ukunjufu, ndani kabisa kutoka moyoni. Kuna vitu vitatu au vinne ambavyo vinafanya sadaka yako iwe na nguvu. Ngoja nivitazame hapa kidogo. Viko vinne. Viko vinne. Cha kwanza ni moyo wa huruma. Nimesema moyo wa nini? Wa huruma. Moyo wa huruma. Unaposaidia mtu mwenye shida, msaidie kama matokeo ya huruma. Unamtazama hivi, alafu unasema Mungu, shetani amemtesa huyu. Ukiingiwa na huruma, ukamsaidia mtu kwa moyo wa huruma, utavuna baraka tu. Haleluya. Namba mbili, toa kama msukumo wa baraka za Mungu katika maisha yako. Nimesemaje hapo? Ndio. Yaani ukimwona mtu ambaye hana, moyo wako unakuambia wewe umebarikiwa. Kwa mshukuru Mungu kwa ulicho nacho. Ninachompendea Mungu ni hiki: Mungu huwa haangalii ukubwa wa pesa. Mungu anaangalia moyo wa mtoaji. Haleluya. Namba tatu, toa ukijua unampa Mungu. Haleluya. Ngoja niweke vizuri zaidi. Mashemasi wao nimeshaongea nao, wengine walioko hapa naendelea kuongea nao. Mtu anapokuja kutoa sadaka yake hapa, yule mtu anajua anampelekea Mungu, ila kuna baadhi ya sadaka zikitolewa huwa zinabeba mikosi ya wale watu. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue kidogo. Amesemaje? Mnamkumbuka Naamani? Alikuja kwa Elisha. Kwa Elisha, ndio, si ndio hivyo jamani? Akaambiwa akaoge Yordani mara. Unaweza ukafikiria kwamba ule ukoma uliishia tu pale kienyeji. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akiwa anaponya watu, ili litimie andiko, aliyachukua. Tunaelewana? Kwa hiyo ukiona ukoma umepona, ina maana ule ukoma umehama, umeenda kwa nani? Ila kwa sababu yeye ni Mungu, ukoma haukai. Haleluya. Siku ile Elisha anagoma kuchukua zile hela, aliona zina ukoma. Moja. Mbili, miungu ya kwao ilikuwa inalipwa kama matokeo ya uponyaji, ilikuwa ni malipo. Ilibidi Yahwe aonekane tofauti na miungu ya kwao. Haleluya. Akaambia ondoka nazo. Gehazi sasa, huyu mzee, yaani tunaishi kwa tabu hapa, mihela yote hii anaiacha. Akafunga safari, akaenda akamuwahi yule jamaa. Waiba kule. Anamwambia askari wake, angalia kule nyuma kuna nini. Nasema naona ile speed kama ni Gehazi, simamisha gari. Kajamaa kanajua kujieleza. Kanasema mara mlipoondoka tu, wamekuja wana wa manabii. Mtumishi wako huko hana chakula, ameniambia nije nichukue vitu. Akachukua vyote na kusindikizwa. Ni kajanja, kamesindikizwa mpaka mahali hataki Elisha aone. Wewe utaishi hapa, nivipeleke mwenyewe. Akaenda akaweka ndani, akavifunga vizuri. Ile amerudi pop. Sikutishi, naona nitazama, sikutishi, ila tunakufundisha. Amefika pale pap, Elisha anamuuliza, ulikuwa wapi? Kajamaa kanasema nilikuwa hapa. Hapa tu. Sikia maneno ya Elisha. Anasema roho yangu ilikuwepo pamoja na wewe. Hili ni andiko moja gumu sana, alipo pia kwenye Agano Jipya Paulo analitaja. Anasema japokuwa sitakuwa nanyi kimwili, lakini kiroho nitakuwa nanyi kwenye hilo baraza. Kuna watu wenye huo uwezo, wamepewa na neema ya Mungu hivyo. Usilogwe kumsema.
mnamsema na amekaa ila mpaka upewe hii karama inakubidi uwe na kifua. Maana mwingine kama ana kifua akitoka hapo mimbarani. Juzi jikoni, mlikuwa jikoni pale kabisa, na kulikuwa kuna nani, hapana. Asema roho yangu ilikuwa na wewe. Asema pale gari lilipogeuka ukachukua sadaka. Sikia sentensi hii muhimu sana. Anasema, je, huu ni wakati wa kupokea? Kumbe kuna wakati wa kupokea na wakati ambao sio kufanya nini? Wa kupokea. Sasa mashemasi, unapoona kuna bunda kubwa la sadaka limetolewa pale, unalitolea macho namna hii. Unasubiri ile saa wakati watu wanaomba. Msione siku hizi mpaka makanisani wanatumia hiyo vinani, wanatumia maboksi alafu yanawekwa kamdomo kadogo, ni kwa ajili ya kuokoa roho za kina Gehazi. Ili usije ukapeleka laana kwa watoto wako. Kwa sababu kuna mtu yuko hapo, sikia, kuna mtu alitoa sadaka yake hapo. Anamwambia Mungu, ninahitimisha maombi yangu ya kufunga leo, nitatoa sadaka ili unipatie mtoto. Ndilo ombi lake. Anashika ile sadaka, amefundishwa namna ya kuombea sadaka. Anaweka kwenye boksi, pap, anaondoka. Mwezi huo mimba. Usidhani kwamba ule utasa haupo, umehama. Wewe umeenda kununua mandazi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Unapotoa sadaka yako, jua unampa Mungu. Ndio maana kwa mfano hizi kauli kwenye makanisa, mtu anaweza akasema kwamba tunaona hizi ni sadaka zetu, zinatumiwa viti hivi, ni sadaka zetu, au wachungaji wanakula sadaka zetu. Reality, ukishasema tu hivyo umejilaani wewe mwenyewe, kwa sababu umemfanya mchungaji kuwa Mungu. Haleluya. Mimi zamani nilikuwa sifundishi sana haya mambo zamani, hadi Mungu aliponionya seriously kwamba lazima uambie watu. Na mgogoro uliofanya nisifundishe ilikuwa ni nini? Niliona baadhi ya wachungaji wanafanya dini au madhehebu kuwa biashara. Kwa anaposimama akifundisha utoaji, hafundishi kwa nia ya dhati ya kumfanya muumini ajue ibada katika matoleo, anafundisha kwa nia ya kupata kipato. Lakini kanisa la Sabato uzuri wake ni kwamba mchungaji yeyote hali sadaka ya mtu, zinaenda kwenye box. Mimi ni kufundisha kwenda kusaidia watu na kutoa sadaka kanisani kwa namna inavyotakiwa. Faida ni ya kwako wewe mwenyewe, unampa Mungu. Nilikuwa na shauri, sijui kwa upande wa Mwenge kwamba nyie na nyie mko hivyo, sijui, lakini nilikuwa tu na shauri mimi kwa mtazamo wangu. Ni vizuri kila mshiriki awe na mfumo wa whether nilipa namba au ni kitu gani, ambapo katikati ya wiki akisukumwa kutoa sadaka, asisubiri mpaka Sabato. Kule kazini tu kule, kwa sababu kuna saa roho Mungu atapita. Rafiki yangu mmoja alipata ajali, na najua sasa hivi mpaka ananitazama. Alipata ajali mwaka jana. Yeye ni muumini wa dhehebu la Lutheran, lakini ni supporter mkubwa sana wa kanisa la Sabato. Mpaka ameshiriki ujenzi wa makanisa ya kanisa hili. Siku moja anatoka safari ndefu kabisa, akasikia roho wa Mungu anamsukuma, ombea safari yako, toa sadaka. Ombea safari yako, toa sadaka. Sasa sio siku ya kanisa, lakini kwa sababu anajua namna ya kuitoa kwa njia ambayo imewekwa, akatuma sadaka yake. Akafika mahali akaomba tena, akatuma sadaka yake. Hata hakufika Dar es Salaam. Kuna sehemu moja wakati anapita hapo, nadhani ni upande wa Bagamoyo, ile kale kanjia ka shortcut tunapenda ukapitia tukiwa tuna maeneo hayo. Anasema alisikia kama kuna kausingizi kanamshika. Baada ya hapo hakujua kinachoendelea. Gari ilipata ajali. Ni gari ambayo ukitazama, ukiambia kuna mtu ametoka, huwezi kuamini, lakini alitoka mzima. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Mimi mwenyewe Mungu alinipa mtihani wakati na hudumu Magomeni pale. Mtihani mkubwa sana, ulikuwa sio mdogo, kubwa. Nimetumiwa message kutoka shule anakosoma mtoto, natakiwa nilipe ada.
Niko mle ndani na kina mzee Odera, tunahudumia watu pale ndani. Amekuja mama mmoja anajieleza, anasaidia kayatima. Nikamwombea akaondoka. Wakati tu anaondoka yule mama amenyanyuka tu anaondoka, Roho Mtakatifu ananiambia, wewe kwenye mfuko una nini? Na mimi nikamjibu, nina hela ila ni za mtoto wangu. Mpe. Nikapambana mwisho nikamwambia dada mmoja alikuja pale nikati wa hudumu pale Magomeni, alipokuja tu kuniona kaambia, kamuite yule mama haraka sana. Unajua kuna sehemu hapa kuna vibanda hivi vya M-Pesa na nini na kulipa. Yes, ndio. Muulize akaunti haraka sana. Peleka hii. Alafu leta tu bank slip umpatie. Akaenda akadeposit akaleta. Usije ukadhani kwamba wakati ukitoa shetani haoni, anaona na atakuzomea. Wakati amepeleka tu ile bank slip anamkabidhi, mimi huku napambana. Shetani ananiambia, utatoa wapi? Mwanao atafukuzwa shule. Lakini kwambia haikupita siku, Mungu alinipatia mara 3 ya ile niliyotoa. 3 times. Mungu atusaidie sana. Unapotoa sadaka yako kwa ajili ya ibada, ongea na Mungu wako. Mwisho kabisa, ili tuingie kwenye maombi yetu ya jioni ya leo. Mwisho kabisa, utoaji si biashara bali ni uaminifu. Nimesemaje? Counsels on Stewardship ukurasa wa 18 anasema God does not need our offerings. We cannot enrich him by our gifts. Yet God permits us to show our appreciation of his mercies by self-sacrificing efforts. Mungu hahitaji sadaka zetu. Hatuwezi kumtajirisha kwa zawadi zetu. Hata hivyo Mungu huruhusu kuonyesha shukrani kwa rehema zake kwa jitihada za kujikana nafsi. Inafunga hii ili tunapoingia kwenye maombi uelewe tunaombaje. Kwa nini nimewaita leo na nikasema kwamba kila mmoja aje na kitu chake? Kwa nini tumefanya hili? Kabla makabila 11 hayajaenda vitani au kwenye uchumi wowote, kabila la Lawi lilitakiwa kutamka baraka kwa wanaoenda. Haleluya. Unasema mchungaji, sijakuelewa. Sio kazi ya wachungaji kufanya biashara, ni kazi ya waumini kwenda kufanya biashara. Lakini wachungaji wamepewa kazi moja, wanaambiwa hao watu wanapoenda vitani watamkieni baraka huko wanakoenda. Ingeliwezekana, nimesemaje? Kila mchungaji alitakiwa akanyage kwenye biashara ya mtu mmoja na kwenye ofisi yake. Ukisoma maandiko, kulikuwa na Walawi waliokuwa wanakaa kwenye nyumba za watu. Mnanielewa hapa? Yaani mnamchukua kabisa, ambia wewe utakuwa unaishi kwetu, utakula kwetu, utavaa. Kazi yako ni moja tu. Tukienda kulima tuwekee mikono. Haleluya. Ilikuwa ni kazi yao. Nyie mnakuja hapa kwa imani, maana damu ya Kristo Yesu ina nguvu. Tunatamka baraka hapa. Haleluya. Lakini ukweli kabisa, huko mnakoenda kupambana katika uchumi wenu, kazini, ajira, kuna roho mnapambana nazo. Ndio sababu tunataka mje hapa ili mpate baraka, muondoke na nguvu ya Mungu. Huko unakoenda sura yako ing'ae kiasi kwamba adui akikutazama anaogopa. Mungu atusaidie sana. Ninafurahishwa sana kutoka moyoni mwangu sana ninapowaona watoto wa Mungu mnamiliki uchumi kiroho, matokeo onekane kimwili. Nikiona mmeanzisha maduka, mnamiliki huku, nafurahi sana. Yaani kuna siku nilipata raha kweli kweli. Nadhani yule bwana atakuwa yuko hapa ambaye nasema habari hii, ana duka la viatu kule Kariakoo. Siku ambayo nilikatiza, nilifurahi sana hiyo siku. Nikatiza kule, tunaelekea kwenye duka lake, lakini kila nikatiza unasikia watu, "Pastor, ona watoto wa Mungu tunamiliki." Unasema yes, hii ndio tunataka hii. Milikini kila eneo, milikini.
Mkifika maeneo wakiwatishatisha hapa, we huwezi kuweka hapa frame, mpaka waambie ninakuja kuweka frame hapa kwa jina la Yesu. Kabla kuweka frame yako hapo, fika pazunguke, fanya maombi ya kuangusha Yeriko. Maombi haya yakoje? Unazunguka ile eneo lako tu kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu wanaogopa kuonekana wakizunguka wakiomba, lakini wale wengine hawaogopi kuweka irizi na kuweka vichwa vya kuku kwenye milango. Wa Mungu wao wanaogopa, hivi watu watanionaje? Unaogopa kumtangaza Mungu wako? Mungu atusaidie sana. Ila tu Arusha, wakati natoka nimewaambia, na nyie ninawaambia kwa neno la Bwana, ni kweli Mungu anakwenda kuwabariki sana, lakini baraka inakuja na kuwajibika, haiwezi kuja bure. Kuna vitu ninaviogopa ambavyo natamani niwaambie ili visiwapate, kama Yabesi alivyoomba. Baraka hii isije ikaja na kiburi ndani yake, wala usije ukasema ni nguvu zangu zilinipatia utajiri huu. Namba 2, Mungu amekupa sio ili watu wakuone, ili watu wamwone yeye. Watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tena wakati mwingine mwambie Mungu, nifundishe, nifanyeje nitumie hii mali kwa utukufu wako. Kuna wakati mwingine na kushauri, piga magoti, mwambie Mungu, nina sadaka iko hapa, niambie niipeleke wapi. Haleluya. Lakini mchungaji, sinatakiwa iende kwenye kanisa. Zaka inatakiwa iende kanisa lako mahalia pamoja na sadaka, lakini sadaka ziko nyingi. Kuna wakati usikia Mungu anakugusa kabisa, anakuambia hii peleka Kerege. Usipingane na hiyo sauti, hata nenda peleka hapo, baraka yako ndipo ilipo. Sasa watu ni wengi, kwa hiyo nataka niangalie staili ya maombi tutakayofanya kulingana na idadi ya watu. Nikiona kile ambacho naelezea kikoje, nitajua ni cha kufanya. Ni wangapi ni wafanyabiashara wamekuja na vitu vyao? Nyosha mikono. Nyosha mikono. Asante, shusha. Ni wangapi wamekuja kwa kesi ya viwanja na ujenzi wa nyumba? Kuna changamoto katika swala la viwanja na ujenzi wa nyumba. Asante sana. Ni wangapi wamekuja kwa ajili ya hoja ya elimu za watoto na elimu binafsi? Uko chuo na watoto wako wana changamoto ya kielimu, nyosha mkono wako. Asante. Ni wangapi wanasema mimi nimekuja hapa tu kwa lengo moja, nahitaji uponyaji wa afya ya mwili wangu na ndugu zangu huenda? Nyosha mkono. Imeisha. Sasa wachungaji mtakuja hapa mbele, Pastor Elisha na mchungaji hapa. Nyie njoni hapa mbele. Mtaniwia radhi tu kwa sababu ya uzito wa jambo hili, tutakwenda kwa hii staili ambayo tutaifanya sasa hivi hapa. Lile kundi la kwanza ilikuwa ni kundi la wafanyabiashara, si ndio hivyo? Wataombewa na mchungaji hapa. Lile kundi la pili ilikuwa ni kundi la nini? Viwanja na ardhi na migogoro yote hiyo, wataombewa na mchungaji hapa. Mwishoni nitahusianisha yote, tukiwa tunaomba kwa ajili ya yote, lakini pia na wagonjwa. Haleluya. Maneno haya yawe katika akili yako. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Litabarikiwa kapu lako na chombo cha kukandia unga wako. Ukisikia hii sentensi ya kwamba kapu lako linabarikiwa na chombo kinabarikiwa, maana yake ni kwamba hata utakapopika chakula chako, Mungu ataweka baraka yake ili kiwe uponyaji. Bwana asipojenga nyumba, anayejenga afanya kazi bure. Sikia maneno ya Mungu kwa mtumishi wake Daudi, akamwambia Nathan,
nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, yeye hata nijengea nyumba, ila mimi nitamjengea yeye nyumba. Mwambie Bwana nijengee nyumba. Ni zaidi ya nyumba ya kawaida, ni nyumba pia kizazi. Haleluya. Naomba tusimame. Ninao wimbo mzuri tangu kuamini, wa mkombozi mfalme tangu kuamini, tangu kuamini, tangu kuamini, jina lake tasifu, tangu kuamini, nitalisifu jina lake. Kristo alitosha kweli, Kristo alitosha kweli, tangu kuamini, mapenzi yake napenda, kwa nguvu, tangu kuamini, tangu kuamini, tangu kuamini, jina lake tasifu, tangu kuamini, Kabla ya kuomba, naomba unisikilize vizuri. Ni kweli tunaingia kwenye maombi, lakini nitakuachia muda wa dakika 1 au 2 za kutubu pale ulipojitamkia maneno mabaya juu yako mwenyewe. Lazima uyakanushe na kuyang'oa leo kwa jina la Yesu Kristo. Cha pili, muombe Mungu msamaha ulipolalamika, maana Mungu amekupa neema kubwa ila hukuiona. Kuna watu hivi tulivyo hapa hawawezi hata kusimama, ila sisi ametupa neema, tunaimba ndani ya hekalu lake. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Mwisho, ikiwa katika maisha yako ulikengeuka, ukaenda kutafuta msaada kwa miungu mingine, ukaenda kwa waganga, ukapewa dawa, unapotubu, ukitoka kwenye ibada hii, vile vitu vyote vikusanye, viteketeze kabisa. Ukiona ya kwamba unashindwa kuviteketeza, kusanya, leta hapa. Hatuna shida ya jina lako, wewe weka tu hapo, pap, vitaonekana kifurushi, viongozi watajua cha kufanya, watateketeza. Lakini mwisho kabisa, kabla ya maombi haya, mashemasi wako hapa, inawezekana, niliomba vile vyombo viwepo hapa, inawezekana kuna mtu anasema, mchungaji, kabla ya maombi nahitaji kufanya mkataba na Mungu kwa njia ya sadaka. Nyosha mkono wako mahali ulipo ili mashemasi wakuhudumie kabla ya kuomba. Kama kuna mtu wa namna hiyo, asante sana. Asante sana, Mungu abariki. Nadhani kwa sababu ya muda tusitumie bahasha, tutoe direct. Kuna chombo cha sadaka mahali fulani, tusitumie bahasha, tutoe tu moja kwa moja, itaingia kwenye sadaka ya shukrani. Kuna mtu ambaye shemasi ana chombo cha haraka haraka, tusaidie, wanaenda kuleta. Asante sana. Yesu, kwa imani na kutumaini
kutakasa. Ni wako kabisa. Fanya fungu la pili liwe ni ombi lako. Nipe nguvu, nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu. Ulikufa wewe, wokovu nipewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe Bwana wangu. Wakati piano inaendelea, endelea kupiga wimbo huo wote. Leta sadaka yako sasa. Yule ambaye umesema nahitaji kufanya ibada kwa njia ya matoleo, njoo, chombo kiko hapo na chombo kingine kiko hapo. Sijui kama watu wa media ni sawa tulipoweka vyombo vyetu, kama sio mtuelekeze. Fanya haraka ilete, tuingie kwenye maombi. Wakati uendelee. Namtolea Yesu moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo namba iko hapo ya akaunti kwa anahitaji kutoa kwa njia ya akaunti. Namba iko hapo na M-Pesa iko hapo ukutani. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda Yesu nato. Nyamaza kimya, tuachie vyombo peke yake vipige. Tumia wakati huu kuomba ndani ya moyo wako. Wakati wengine unatoa sadaka, tumia wakati huu kuomba. Wale ambao utajikuta huwezi kusimama kwa muda mrefu, unaruhusiwa kukaa. Wanaweza kusimama, endelea kusimama. Endelea kuja. Naona watu ni wengi. Tungekuwa tuna vyombo vingi zaidi ingekuwa bora, lakini basi tuendelee kuja. Tuna vyombo aina mbili. Nyie mnaokuja unaweza mwingine ukakatisha ukaja upande wa kushoto kwangu, pia kuna vyombo ili tuweze kurahisisha pia. Instrumento ziendelee hivyo hivyo huku tukiomba kimoyomoyo. Tumia muda huu kuomba. Endelea kuomba.
staili yote unaojisikia, nenda mbele za Mungu tu. Fanya kile ambacho unasikia ndani ya moyo wako. Sema na Mungu, endelea kumimina moyo wako kwa Baba. Kuna uwepo wa Mungu mahali hapa. Tumia hii fursa kupokea baraka na neema. Usiondoke na mzigo wote. Kuna wengine saa hii unaendelea kupokea uponyaji. Mungu anakufungua katika magonjwa yako. Kuna wengine vifungo vya nguvu za giza vinaondoka sasa. Ile mizigo yote iache hapa kabisa. Usiondoke na mzigo wote. Ile misongo iache hapa. Yale maumivu iache hapa. Mwambie baba yako anakusikiliza. Mungu anakutazama wewe kama vile ni mtoto wake pekee mmoja. Mungu haangalii kutano, anaangalia mtu mmoja mmoja. Anahusika na wewe kana kwamba uko peke yako dunia nzima. Tunaingia kwenye maombi sasa. Wale wanaokuja na sadaka zao, tunafikia mwisho sasa. Tunaingia kwenye maombi sasa. Wale wote ambao mna bidhaa, zishikeni mkononi sasa. Mchungaji anapoenda kuomba, shikilia bidhaa yako kwa imani, na ukiondoka hapa irudishe ile bidhaa pale dukani kwako. Usiitoe sadaka, hapana. Hujaambiwa hivyo. Ukitoka hapa rudisha dukani kwako pale, ikae pale. Tunaingia kwenye maombi sasa. Kaa katika staili unayojisikia vizuri, hata kama ni kuketi, kama ni kupiga magoti, kama ni kusimama, kila mmoja fanya unavyojisikia. Mchungaji omba kwa ajili ya biashara ya watoto wa Mungu. Baba yetu Mungu mwaminifu, asante kwa sababu umetupokea. Akina mama, kwa kina baba, vijana wadogo ambao wanaendelea kutafuta ajira zao, wamekuja na sample, wengine za biashara, wengine vyeti kabisa, wengine leseni. Bwana, hapa hatujaja kwa kweli kuigiza, tumekuja kwako. Ninaomba hiki kitu kilichofanyika leo, hata kama wengine hatutaonana hivi karibuni, tukapokee taarifa kubwa za furaha kwamba biashara zao zilivuka mpaka mipaka ya nchi hii. Ninapoomba hivi namkumbuka hata yule mama ambaye alisema, wachungaji, nitawapuliza perfume. Wote akatupatia. Simfahamu, lakini najua alifanya tendo kubwa sana. Pamoja na wengine wote, naomba zile biashara zikue. Tumaulete ni nini mbele zako Bwana, fungua njia, kwa sababu kazi ni amri ya 4. Naomba Bwana kazi hizi ukazibariki, kila mmoja na alichoshikilia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunazitangaza kwamba zimerasimishwa. Chochote watakacho kifanya kifanikiwe, na kwa sababu wamekuchagua wewe, kutakuwa na mafuriko ya sadaka ya shukrani katika kazi zao. Ninaliona jengo hili la Mwenge likikamilishwa na wafanyabiashara watakaofanikiwa katika kazi zao na kurudisha, na sisi tutaona mafanikio makubwa. Tutakushukuru. Asante Bwana, imekuwa kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba yetu na Mungu mtakatifu, Jehova mfalme wa mbinguni, katika dhabihu ya jioni hii watoto wako wametembea na kuja mbele za kiti chako cha rehema, wakikabili madhabahu hii kwa sadaka zao za shukrani katika mioyo yao. Wamekuja wengine, mfalme, katika mikono yao wamebeba hati za viwanja vyao, hati ambazo zinalia dhuluma
iliyotendwa juu ya mikono yao. Wamekuja wameshikilia hati zao zilizostahili kumiliki viwanja walivyonunua kwa mali. Tena mali hiyo ilikuwa ni mali kwa ajili ya sadaka yako, na ukawapa neema wakajipatia kiwanja kwa haki yao. Wengine mfalme, wamekuja na bahasha zao zenye hati, wakikueleza ya kwamba ni kwa hati hii Baba, nimedhulumiwa haki yangu niliyostahili. Ni wewe urudishaye vilivyopotea. Sadaka yao ikanene mema jioni hii. Viwanja vyote vilivyokuwa haki ya watoto wako, mwangwi wa nguvu ya Roho Mtakatifu iguse kila mtoto wako aliyemdhulumu mtoto wako aliyekuja leo na amelia kwa imani. Sadaka zao zirejeshe viwanja vyao. Wengine wameshikilia hati zao, si kwa sababu Yesu amedhulumiwa, wanalia mbele zako wakikuonyesha ya kwamba Bwana, huu ni mwaka wa 10, nimejaribu kusimama ili nijenge, magonjwa yametoa mali mikononi mwangu, nimebaki na hati ya umiliki tu, ninatamani kujenga ili familia yangu iwe na mahali ambapo madhabahu yako itajengwa. Mungu wa amani na mfalme ukumbukae agano la Ibrahimu kwa watoto wako, mwaka huu wale waliokuja wakiomba ili kusimamisha Bwana majengo ili madhabahu zako zijengwe ndani ya nyumba zao, misingi ya nyumba ikaanze kujengwa kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyochukua mali za ujenzi, sadaka za jioni hii zikanene mema, na magonjwa yasimame ili watoto wako wajenge. Kukawe na amani katika nyumba zao. Tawala, ujibu maombi yao kwa jina la Yesu tuwaomba, amen. Amen. Baba, kuna box liko hapa, watu wameandika mambo mengi. Hizi karatasi hazina muujiza wowote. Muujiza upo kwako. Karatasi hizi ni ishara ya kile ambacho kipo moyoni. Tena zimebeba tu muhtasari, ila ni ishara. Tumeonyesha ya kwamba tumekitoa katika mioyo, tumekukabidhi wewe. Tenda sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Chochote kilichoandikwa ukatende zaidi ya kile kilichosemwa. Naomba kwa ajili ya wagonjwa walioko hapa, naomba kwa ajili ya wagonjwa walioko mbali. Ninakusihi mfalme wa amani, wainue watoto wako tena. Ahadi ya afya njema ikawe juu yao. Kuna wengine wanatumia dawa, zile dawa ukaziguse, mara nyingi walikuwa haoni matokeo. Baada ya maombi haya wakaone matokeo kwa haraka kwa utukufu wako. Sasa nakusihi mfalme wa amani, yote watumishi wako walioomba ukatutendee na kuzidi. Ninaomba ulinzi kwa ajili ya watoto waliozaliwa na yeyote aliyeko hapa. Ninaomba ulinzi kwa ajili ya mali zao. Naomba ulinzi kwa ajili ya ajira zao. Naomba neema yako kwa vijana wetu ambao wanatafuta uwenzi wa maisha, ukawapatie hekima ya kutambua aliye sahihi, ukawapatie hekima ya kuondoa ambaye hafai. Yaani makambi haya yakawe ni makambi ya kuchota baraka. Kuna watu wamekuja hapa hata kule kazini wana vitisho, wewe mwenyewe ukapeleke malaika aliyeangusha Washami akapambane kwa ajili ya watoto wako. Tulete kesho tena wenye furaha na neema. Lakini mwisho kabisa, naomba imani kwa watoto wako. Yeyote ambaye adui anamnong'oneza mashaka, hiyo roho ya mashaka ishindwe kwa jina la Yesu. Waondoke na imani, wakiyaona yasiyokuwapo kana kwamba yapo tayari. Asante, maana utawapatia usafiri wenye amani na watarudi nyumbani salama. Tulete kesho tukachote tena katika meza yako. Ninakushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wanakwenda kubatizwa, ukawabatize kwa Roho Mtakatifu.
Asante, maana ile roho ya ubatizo utaikuza ndani yao, hawatarudi nyuma hata mmoja. Kila mmoja atasukumwa hadi ubatizo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana.